let me try to explain these reasons in Swahili so that my brother here can understand it better. Nowadays I'm speaking English. You can explain in English. I'm ready to answer you. Okay, number one, Obina, President William Ruto has increased county funding from 375 billion to 415 billion. And that is why you can see some counties are now doing better than before. Number two, President William Ruto has employed 76,000 teachers, the highest number ever since independence to be employed at a go. Number three, President William Ruto has improved our infrastructure, especially sporting arenas. Ukienda Kasarani, enyewe unajifeel kwamba uko kwa kiwanja. Na wanajua just in 60 years since independence, kujenga tu mambo ambayo William Ruto amefanya in 3 years ililemea marais waine. But William Ruto just in less than 3 years tuko na Kasarani, kwa Nyayo, Talanta inakuja, na ukienda counties zote zinaiga ile mfano, zinajenga stadiums. At the end of William Ruto's first term, almost tutakuwa na more than 47 stadiums in Kenya, because counties now zinajenga na zinakuwa supported na county governments na national government. Number 4, angalia affordable housing program. Now, affordable housing program ni program ambayo watu wanaiangalia katika usanjali ya kusema kwamba ati nani ata own. Lakini ukiangalia the whole program utapata ya kwamba affordable housing, the primary reason or the primary beneficiary wa affordable housing ni ule mtu ambaye amesoma. Obina mtu ameenda shule, amesomea masonry. Mwingine ameenda college, amesomea plumbing. Mwingine amesomea electrician. Mwingine amesomea painting. Hao watu kama ni president wamekuja kukuomba kazi, utawapatia kazi gani? That is why the primary reason why President Ruto will introduce affordable housing ni kwamba to create employment. And as we speak right now, more than 300,000 young people, skilled and unskilled young people, wanafanya kazi kwa affordable housing. Saa hii wakifunga affordable housing, kuna masonry mahali atakosa kazi, kuna plumber mahali atakosa kazi, kuna electrician atakosa kazi, kuna mtu wa painting atakosa kazi, na mama wenye wanapika pale. So affordable housing it may create employment directly and indirectly to Kenyans. Now from there utapata ya kwamba mambo ya affordable housing, whoever will own it or whoever will not own it, intakana iende kukua legislated in the National Assembly. Ni kazi ya wabunge, ndio intakana watupatie mwelekeo kwamba tunaweka sheria kwa hizi nyumba. But ukienda kwa ground, nyumba zinajengwa. Number 5, agriculture. President William Ruto alichukua hii inchi kama 57% of Kenyans walikuwa in need of food aid. Ulikuwa unasikia misaada za chakula zinaenda kila mahali, watu wanakufa njaa. President William Ruto has invested so much in agriculture, and right now less than 6% of Kenyans wanahitaji chakula cha msaada, na hawa 6% most of them ni refugees. But Kenyans, hata ukienda Ukambani, kuna wakati wa Ukambani walichinja umbwa wakakula kwa sababu ya njaa. Saa hii huwezi pata Mkamba anakula umbwa. Saa hii kila sehemu kuna chakula, iko kila mahali. We are access to food, inategemea na mfuko wako. You eat what you want in Kenya. Enda Galana Kulalu, irrigation ambayo inafanyika Galana Kulalu, alafu ongezea na farming in Western Kenya with the subsidized fertilizer, inamaanisha kwamba Kenya is going to be secured through food production. And that is why hata wazungu wako na wasiwasi na President William Ruto, because unajua wazungu ni watu wenye wanapenda kupatia Waafrika msaada. Wakisikia kwamba unaweza jimudu peke yako, hawataki. Sasa tuhitaji msaada wa chakula Kenya hii. Sasa tunahitaji tu kuzungumzia bei ya chakula ambayo iko Kenya. Tuseme mahindi imejaa ni pesa ngapi, mchele imejaa ni pesa ngapi. So President William Ruto ako na maono, na alisema ya kwamba we are already late. Hatutangoja slogans ati one time ati Kasongo ati hatutasimamisha ile mbio tumechukua kwamba lazima tufikie hatima fulani. Ile kitu tu watu one time wanatuchinda nayo, mimi najua ni kama mdomo. Wale wakirusha mdomo unashangaa bwana, hawasemi kitu na hawatawasemi wana support nani. Watakwambia tu one time zero slogans, alafu wanaenda pale wanapewa shilingi 2-3 wanaenda kwa nyumba. Lakini ukaenda kwa facts, they don't have facts. I think nimesema the 5 reasons why na support William Ruto. In fact, on top of that, Obina, kuna President William Ruto wakati aliingia, alipata ya kwamba Wakenya walikuwa wamepotelea kukopa sana.
Na sisi Wakenya tunapenda kukopa. Hata mimi hukopa, niko na madeni mingi sana. Akaleta Hustlers Fund with a very cheap interest, kwamba unaweza kopa na ulipe, kwa sababu alipata Wakenya sijui Fuliza, sijui Zenka, sijui Okash, sijui Tala, akawapatia platform kwamba you can borrow, unalipa, una grow rate, una borrow, unalipa. So Hustlers Fund iko kwa Wakenya, you can access credit facilities through your phones, unalipa ukikopa, badala ya kung'ang'ana na kina Zenka wa 30%, unang'ang'ana na Okash 20% interest. Hii ni cheap. Wakenya wenye walikuwa na akili wanatumia. Wakenya wenye walikuwa misadvised waliachana nayo, wakarudi kwa Zenka, wanalilia huko. Okay. Yes. So according to Google, President Ruto signed 2 county revenue allocation bills into law. Okay.